nataka niwaambie ndugu zangu wanainyonga, watu wengi wanajiuliza, wanaumia kuhusu mitaji. Jamani, changamoto ni uchumi. Changamoto ni nini? Uchumi. Tumejisajili kama kikundi, tumepata TIN namba, tumeingizwa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma wa serikali, tunaweza kuziona tenda zote za umma, tunaweza kuziona zabuni zote za umma maeneo mbalimbali kama tunavyoweza kuzitekeleza. Issue inakuja ni mtaji, na tunajua vikundi vingi wanakuwa na fedha ya kufungulia account. Sasa tunasema hivi, serikali ina njia zote tatu unaweza ukafanya na ukajitengenezea kipato. Kwanza, kama umepata zabuni ya serikali, ukasaini mkataba na mkurugenzi mtendaji ya usafi, ukasaini mkataba na mkurugenzi wa RUWASA ya kumuuzia t-shirt, saini mkataba wa kuuza chakula jeshi la polisi kwa OCD pale, ukapata zabuni ya kuuza karatasi au stationery ofisi ya TFS pale, sawa. Ukisha saini mkataba ukawa nao huu, wale wakurugenzi wa taasisi wanaweza kukusaidieni ninyi kuwatambulisha kwenye benki mtakayo kwenda kulipiwa mtakapokuwa mmekamilisha kazi, kwamba jamani, hawa ni ndugu zetu, wameomba kazi wameipata, lakini hawana fedha ya kuanzia. Sawa. Sasa tunaomba basi mkataba wao una milioni 10 ili waweze kuanza kazi. Kama ni kazi ya usafi, kama ni t-shirt hata kwa advance, wakapata milioni 3. Ule mkataba ukibebwa ukapelekwa kwa meneja wa benki na ile barua ya maombi ya kukutambulisha wewe ya mkurugenzi mtendaji au mkurugenzi wa taasisi nyingine, itamsukuma meneja kuwaingizieni pesa kwenye account kwa dhamana ya nini? Ya mkataba, kwa sababu mkataba utakuja kulipwa. Leo tulikuwa na zoezi la kutoa mafunzo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu 25 ambao vimepata mkopo wa halmashauri. Vikundi hivyo viliandika maandiko na kutuma maombi yao halmashauri, na halmashauri kafanya mchakato. Kati ya vikundi 62, vikundi 25 vimechaguliwa kwa awamu ya kwanza ambavyo vitakopeshwa shilingi milioni 120. Nichukue fursa hii kuwakumbusha vikundi vyote ambavyo vimepitishwa kwamba fedha hii ni mkopo, na ni mkopo ambao hauna riba. Kwa hiyo kama umepata shilingi milioni 10 utarudisha milioni 10. Kwa tuviombe kufanya marejesho kwa wakati, na tumevisisitiza kutumia control number ambayo watapewa. Kwa hiyo fanya marejesho yako kupitia control number na kwa wakati, na utapata sifa zaidi ya kukopa zaidi ya kile ulichopewa saa hizi, na ili fedha hizi zinazorejeshwa waweze kukopeshwa wengine. Na ni matumaini yetu kuwa kwamba endapo mikopo hii tutaweza kuipokea, tutaweza kwenda kufanya biashara ambazo tutakuwa tumeziandika pale, ama miradi ambayo tulikuwa tumeiandika pale katika idea zetu wakati wa kutuma maombi, na tutaenda kuzitendea kazi na kusimamia vizuri ili iweze kutuongezea kipato na kutuendeleza kiuchumi. Namshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha wakina mama kutupatia mkopo wa bila riba ili tuweze kuongeza kipato zaidi kwenye miradi yetu. Kwa mfano, kama mimi ni mfanyabiashara, nauza samaki. Nalangua samaki, nauza hapa wilayani. Natambua kwenye soko letu pale tuko wakina mama baadhi ambao tunalangua hizo samaki. Kwa hiyo tunategemea kupata faida kubwa zaidi ili iweze kutuongeza kwenye miradi mbalimbali tutakayokuwa tunaendelea nayo.